Siamini kwamba jamaa amekufa. Yaani mpaka napelekwa kule mortuary nikaa siamini. Maana wale madaktari wanaenda wananipeleka nikaangalia, nimeshindwa hata kuangalia mwili. Leo tuko hapa mkoani Arusha kukusogezea taarifa ya kijana anayejulikana kwa jina Abdalla Nuru, ambaye ameelezea namna ambavyo mmoja wa marafiki zake walipoteza uhai mara baada ya kuingia katika hifadhi ya Ngorongoro na kudaiwa kuwa wao ni majangili. Tulikuwa kama 6 hivi, wenzetu 3 walitangulia na sisi tukawa tunafuata nyuma. Ile kuwafuata nyuma tukawa sasa tumewapoteza. Kuwapoteza tumefika pale Makuyuni. Mimi hapa nikajua njia ya kwenda Babati ni kupitia wapi? Karatu. Nikawa sasa nimeingia ile njia ya kwenda Karatu. Tumetembea tukafika Karatu mjini pale. Ikawa sasa tukabadilishana, mwenzangu akawa anaendesha pikipiki, mimi nikawa nimebaki kule nyuma na ule mwenzetu wa katikati ndo akabaki. Tukatembea. Tulivyofika hapo karibia sana hilo gate, tukakuta kimlima hivi, tukawa tunapanda. Tulikuwa tunawahi wenzetu. Tulikuwa speed kidogo, tulikuwa tunawahi wenzetu. Lakini sasa ikawa sisi tumepotea njia. Kufika hapo mbele tukakutana na kigeti kidogo. Hicho geti kidogo tumefika hapo tukapita. Maana wale maaskari walikuwa kwenye kile kibanda wamekaa kule ndani. Ile tunapita tunakutana na ile geti kubwa limeandikwa Ngorongoro. Kufika tukutana na hizo cruiser zimepaki hivi, wakasema wazungu tumefanyaje? Tumepotea njia. Kupotea njia pale ndo ule wakati wa kurudi wale maaskari ndo wakawa wametoka kule ndani. Wakawa wanatoka kule nje sasa wamefunga geti. Wakatuuliza, wazee mnaenda wapi? Tukaambia si tulikuwa tunaenda msibani wapi? Babati. Babati huku vipi? Kaambia tumefanyaje? Tumepotea njia. Mmepotea njia Akasema nyie mnadanganya, nyie ni majangili, sijui mnaenda kuwinda. Nikamwambia hamna brother. Sisi tumefanyaje? Tumekosea njia, tusameheni tu watu. Tulivyofika, yani mimi mawazo yangu mimi nilikuwa nawaza kwenda Babati unapita Karatu. Ndio alikuwa mawazo yangu. Kile kibao pale cha nani sijakisoma. Kwa hiyo mimi nikaingia hivi. Ulikuwa umepakizana Kwa mara yangu ya kwanza kwenda Babati. Sasa wenzangu nikajua kama mimi nikajua napajua. Nilivyoingia hivi maana nao hajaniambia kwamba so huku. Tukawa sasa wote tunaenda. Sasa tulikuwa tunatembea tuwawahi wenzetu wa mbele ambao ndo walikuwa napajua. Ambiwa fanyaje, vueni nguo. Wakavuliwa nguo, wakamwagiwa na maji, wakapelekwa kwenye hao majani. Hao majani aisee anachoma sana. Wakaenda kulazwa kule, wakagaragazwa kule, garagazwa sana. Mimi nikawa nimefanyaje? Nikachoka. Ile kuchoka sasa na mimi wakaniambia nifanyaje? Nivue nguo. Na mimi nikavua nguo kwenda kwenye majani, nikalala tu bavu kidogo hivi. Aisee upande wote huu umenichoma. Nika sasa mwili unakuwa unauma. Nikamwambia say brother, mimi siwezi kulala kwenye haya majani. Akasema wewe ni mjeuri? Nikasema hapana. Huyo mmoja wetu sasa ambaye anaitwa Matejo ndo akawa sasa nguvu imemwishia, akadondoka chini. Kudondoka chini mate ndo akaanza kumtoka mdomoni, makamasi puani. Akawa ananiambia, Abdalla, mimi siwezi kupumua. Nikamwambia jamaa wangu kaza ili tufanyaje? Tuondoke. Akasema mimi siwezi kupumua. Nikawa sasa nikafanyaje? Namvua viatu. Wakati huo maskari wanakuwa wanatuangalia tu. Nikamvua viatu nikaanza kumpepea pale, mpepea. Yule mwingine tena wa pili akadondoka naye chini. Akawa naye anatoka mate mdomoni na makamasi puani. Sasa wale maaskari walivyoona jamaa hali inakuwa ngumu, wakaenda kumnunulia Fanta. Akasema sijui ni sukari imeshuka. Ile miba ndio ilikuwa sababu, maana tumefika pale daktari yenyewe anasema hii miba ina sumu kali sana. Yaani ukikuchoma unaweza hata ukaparalyze nani tu ndo ndiko inafanya kazi. Yaani ubongo utakuwa tu ndo unafanya kazi. Hapa ningeambiwa hivyo ningemtumia mwanangu hela. Lakini sasa wale jukumu la kuwapiga kweli inauma sana. Nauma sana. Yaani hao watoto hao. Hata hivyo jeshi la polisi mkoani Arusha limethibitisha kutokea kwa tukio hilo na limeeleza kuwa linawashikilia askari hao kwa uchunguzi zaidi. Nikiripoti kutoka mkoani Arusha, Irene Morgan.